Mashindano ya Kwetu Halungu Super Cup 2026 yanayoshirikisha jumla ya virabu 27 yamefunguliwa rasmi leo Agosti 2, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Halungu, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, huku yakihudhuriwa na umati mkubwa wa mashabiki wa soka kutoka maeneo mbalimbali, ambapo pia mgeni rasmi wa ufunguzi huo sasa alikuwa mkuu wa wilaya ya Mbozi DC Hamad Mbega, ambaye kutokana na majukumu ya kikazi pia hakuweza kuhudhuria binafsi na kumtuma mwakilishi wake. Hata hivyo, kutokana na hamasa aliyokuwa nayo kwa mashindano hayo, aliungana na wananchi wa Halungu kwa njia ya simu na kutoa salamu za pongezi na kuwatakia washiriki wote mashindano yenye nidhamu na ushindani wa haki. Naamini kwa sababu ni jamii yangu na wapenda sana, endelea kuwapenda na mapigano wangu kwa sababu ni itakuja itakuwa na zawadi mbalimbali za kutoa. Pamoja na hizo tunaandaa hiyo na kuenda za wangu mmoja kwa shindi au mmoja kwa mashindano hayo. Ndio. Lakini kwa sababu leo mheshimiwa diwani uko hapo na mheshimiwa halmashauri na mheshimiwa mbunge uko hapo, naamini hapo ninaporidhika mtafanya kazi ile ambayo nilifanya. Na washukuru sana kwa kushirikiana na wana Halungu. Hakika nawapenda sana wana Halungu na mnisalimie sana na Mungu awabariki kwenye mashindano hayo. Asante sana, tunapokea. Asante sana, nawashukuru sana. Mungu awabariki. Asante sana, tunashukuru sana. Pigeni makofi tafadhali. Mkuu wa wilaya sasa ameweza kupa baraka. Asante sana. Kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mbozi, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi ndugu Mwashtete aliwahimiza viongozi wa vilabu, wachezaji na mashabiki kuzingatia sheria na kanuni za mashindano, kulinda amani na kutumia ligi hiyo kama fursa ya kukuza vipaji na kuimarisha mshikamano wa wananchi. Mkuu wa wilaya, niwathibitishie kwamba kwenye risala yenu kuna vitu mmevizungumza. Cha kwanza nimekiona cha msingi, mmezungumza habari za wavu, kwamba michezo tunaicheza lakini wavu haupo. Wana Halungu safi. Ni wangapi wanakumbuka nyavu zile nilinunuaga zimeshaisha? Wangapi wanakumbuka? Wanyoshe mikono. Mimi nanyosha. Nilinunuaga nyavu hapa zikaisha. Sasa na waahidi, mnavyoniona hapa niko na safari ya kuondoka. Ninaondoka, narudi tarehe 15. Ninaporudi, mwenyekiti au katibu wa michezo mnakuja kuchukua nyavu kwangu na waletea. Hiyo habari ya nyavu imeisha tayari. Nataka mfanye michezo kisasa kabisa. Lakini pia hizo nyavu zitakuja na mipira, nazo nitawaletea ili mfanye michezo vizuri kabisa. Lakini mwisho, vijana wote mliopo Halungu, Mungu huwa anawatumia watu baada ya yeye kuonyesha kipaji chake. Maisha yapo ndani yako. Vile unavyojiona ndivyo unavyoweza kuwa. Hakuna muujiza kwenye maisha. Mnamuona Pakome yule au mnamuona Chama anapiga lile goli moja hatari sana mpaka wanalionyesha lile goli niliona. Kile ni kipaji. Naomba tumieni vipaji vyenu kwenda kuonyesha leo hapa, ili mimi kama mwenyekiti wa halmashauri na risala hii nampelekea mkuu wa wilaya, ningetamani kufika mwezi wa 11 tuwachukue vijana wawili hata waende pale Azam wakifanya majaribio. Kwa hiyo nendeni mpambane, tutakwenda kuwaunga mkono. Na serikali ya Mama Samia kwenye swala la michezo, mnajua ndiye aliyeweza kusupport michezo, watu wakaipenda michezo. Mama alikuwa anatoa kila goli, anatoa fedha. Mama Samia Suluhu Hassan, maana yake anaipenda michezo, anapenda vijana, na ninaomba tuendelee kumwombea kwa sababu yeye ndio muasisi wa michezo. Baada ya sasa kusema hivi, naomba sasa nitamke rasmi kwamba michezo imefunguliwa rasmi leo, na mcheze kwa amani na Mungu akawatangulia katika michezo hii. Wote semeni asanteni sana. Sasa tutakwenda kuangalia mara moja, tuzione timu kwa ajili ya kujitambulisha, timu tuzijue, alafu mchezo uende uwanjani tushuhudie mtanange huu. Asante sana na kushukuru mwenyekiti wa kikundi hiki, na kabisa sasa utaratibu mike kwa asante. Asante sana. Naye mbunge wa jimbo la Mbozi Mheshimiwa Onesimo Mkondia, ambaye pia ni mlezi wa Kwetu Halungu Family, aliwasili viwanjani kushiriki uzinduzi huo. Katika hotuba yake alitangaza kuongeza zawadi kwa washindi wa mashindano hayo na kuahidi kuwa zawadi zitakuwa kubwa zaidi ili kuongeza hamasa
kwa timu zote zinazoshiriki. Zawadi ambazo wamezipanga tumezipanga kwenye mashindano haya. Mwisho wa mashindano, mbunge wenu, kila timu iliyoshiriki nitaongeza zawadi, na ndiye mgeni rasmi wa kufunga mashindano haya. Hapo vipi? Sasa msituangushe. Timu zote zitakazocheza, timu itakayoleta vurugu, viongozi wa mashindano tunaifuta kwenye mashindano. Baadhi ya wananchi walioonekana wakisema, nashindwa kuelewa kikundi cha Kwetu Halungu kimewezaje kufanikisha jambo hili kubwa la namna hii. Katika taarifa yetu kamili tunakuletea maoni ya mashabiki wa soka, viongozi wa Kwetu Halungu pamoja na wadau mbalimbali waliozungumza na kuzungumzia umuhimu wa mashindano haya kwa maendeleo ya michezo katika wilaya ya Mbozi na mkoa wa Songwe. 26 milioni kwema. Habari ya leo. Safi kabisa. Bwana wewe umejipangaje kwa ajili ya mashindano haya? Sio tu mambo mengi. Hamna mambo mengi. Umejipangaje? Je, kikombe kitakwenda hivi wewe amekuwa sehemu gani kwanza? Wewe tuko karibu na gavana ya Sawa, pengine kwa upande wa timu yako umejipangaje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri kwenye haya mashindano? Sisi tumejiandaa vizuri na mashindano kwa sababu haya mashindano tumetangaziwa, tumejiandaa, tunasubiri ligi ianze, tunahakikisha tukutane uwanjani. Sawa, pengine kwa nini mnajiita West Ham? Tunajua West Ham inapatikana England. Sisi ni West Ham kwa sababu kwanza ni chuo cha watoto wadogo. Vijana tunawafuga kuanzia miaka 11, 10 na ngapi mpaka kwenye senior club nyingine zote ligi zikianza, lazima waje kuchukua wachezaji West Ham kwa sababu sisi ni timu ya mfano wa kuigwa. Kila mtu kimeweka atakwambia West Ham ndio mwana kuigwa. Ni timu ambayo inacheza soka mpira moja. Ukija unaona kesikia West Ham lazima ujipange kwanza. Klabu ya mabingwa. Pengine mashabiki sasa wa West Ham wategemea ubingwa ama tuwategemea kuishia kwa gani kwenye mashindano? Sisi tutegemee ubingwa, pia mtegemee kuona vijana wadogo waje kuperform. Yaani sisi ubingwa na tunawapa burudani. Sisi mbona burudani. Sawa. Ndio na kujitambulisha. Naitwa Azofish Ken Kaliga. Sawa, wewe ni msemaji wa timu ya West Ham ambao pia ni miongoni mwa timu ambazo zinaenda kushiriki haya mashindano ya Kwetu Halungu Super Cup ambayo siku ya leo kama nilivyokuambia yanaenda kuzinduliwa rasmi kwa mchezo wa kukata na shoka bara sasa kutoka bara ambayo leo hii atakuwa na kibarua dhidi ya Liverpool. Lakini pia nipate msemaji wa timu nyingine, ndio habari ya kwako. Uko fresh. Mambo yanakwenda. Sawa, semaji wa timu gani? Timu ya Newcastle. Mara Halungu ukistaajabu ya mwisho utaona ya Flauni. Nimetoka kuzungumza na msemaji la West Ham. Niko na msemaji la Newcastle ambao wanapatikana kata ya Halungu. Kama umejiita Newcastle. Sisi tumejiita Newcastle kwa sababu maajabu tunatoka sana kata ya Halungu. Sawa, pengine kuna uhusiano gani na Newcastle ya England? Ndio sisi sawa, pengine mmejipangaje? Malengoni ni yapi katika mashindano haya? Sisi sasa tunapenda kuwashukuru kwanza waandishi wa habari kwa sababu kwanza ni maajabu ya Musa hata Halungu la Afrika ndio waandishi wa habari kama nyinyi. Sana pengine mashabiki wa Newcastle wategemea kitu gani kwenye mashindano? Sisi tunataka mashabiki wategemee ushindi na ubingwa na Bunge na group la WhatsApp la Kwetu Halungu ili upate taarifa zote za mashindano, ratiba na matokeo muhimu ya moja kwa moja kutoka kwa waandaaji. Endelea kuwa nasi Maputa TV kwa habari na matukio. Mtazamaji wa Maputa TV, tupo hapa katika kata ya Halungu kwenye ufunguzi wa michuano ya Kwetu Halungu Super Cup kwa mwaka 2026. Kama mnavyoona ni shamra mashindano ambayo ni siku ya leo, ni siku ya ufunguzi, na tumeshuhudia mtanange kati ya Bara Stars dhidi ya timu ya Liverpool kutoka pale Igamba, na hapa nipo na kiongozi na ni miongoni mwa waandamizi pia katika kikundi cha Kwetu Halungu. Mwenyekiti, habari ya kwako? Salama ndugu mtangazaji. Ndio, pengine tunataka kufahamu lengo na madhumuni kubwa ya mashindano haya ni yapi? Kukuza vipaji kwa vijana. Kukuza vipaji. Ndio, pengine kuna kipi ambacho kimeweza kuwasukuma kama viongozi, lakini pia kupitia kulimani na WhatsApp kuweza kuunganisha vijana kwa pamoja? Tunatamani sana kuona vijana wengi wanatoka sehemu zingine kwenda kucheza timu kubwa. Tunaona Mbeya City, tunaona Yanga huko akiwepo Joshua Mashua. Kwa hiyo kitu kimefanya tutamani na sisi angalau huko kwetu tupate vijana watakaoenda kucheza huko juu.
Sawa, pengine malengo ambayo mlikuwa mmejiwekea sasa kuhusiana na haya mashindano, jinsi ambavyo watu wadau wamepokea mashindano haya, kwenu inaongezea kitu gani? Inatupa nguvu ya kuendelea na hiki tunachokifanya, lakini inafanya tuone tamanio la vijana, wanatamani kweli michezo, na hapa tumeona kweli vijana wanatamani michezo. Wengi wamejitokeza kwa wingi sana na wamefurahia hii ligi ya Kwetu Walungu inaenda kwa jina la Kwetu Walungu Super Cup 2026. Sawa, mwenyekiti nikushukuru sana. Sawa. Mshindi wa kwanza atapata pesa taslim shilingi 500,000 na jezi yenye thamani ya shilingi 210,000. Jumla ni 710,000. Mshindi wa pili atapata pesa taslim shilingi 300,000 na jezi kamili zenye thamani ya shilingi 210,000. Jumla 510,000. Mshindi wa tatu atapata pesa taslim shilingi 200,000 na mpira wa miguu wenye thamani ya shilingi 80,000. Jumla 280,000. Mshindi wa nne atapata mpira wenye thamani ya shilingi 80,000. Timu yenye nidhamu itapata pesa taslim shilingi 50,000. Mchezaji bora wa mashindano atapata pesa taslim shilingi 50,000. Mfungaji bora atapata pesa taslim shilingi 50,000. Golikipa bora atapata pesa taslim shilingi 50,000. Lakini pia ngoma za asili mbili ambazo tulizialika zitapata zawadi ya shilingi 30,000 kwa kila mmoja. Mechi ya ufunguzi Bara Star dhidi ya Liverpool, mshindi wa kwanza atapata shilingi 70,000 na mshindi wa pili atapata shilingi 50,000. Malengo na matarajio ya ndugu mgeni rasmi. Malengo makuu ya kuanzisha ligi: moja ni kukuza vipaji kwa wanamichezo; mbili, kuimarisha mshikamano na umoja wa jamii; tatu, kuwakutanisha wanawalungu pamoja na kutoa burudani ya kisoka katika kata ya Lungu, kukuza maadili na nidhamu; tatu, kuendeleza sekta ya michezo kwa njia endelevu na kuchochea maendeleo katika jamii kwa kutumia michezo kama chachu ya maendeleo; nne, tuna matumaini kuwa mashindano haya yatakuwa chachu ya maendeleo, mshikamano na hamasa ya wanamichezo, wadau na jamii kwa ujumla. Pamoja na changamoto zitakazojitokeza, tutaendelea kushikamana kwa lengo la kuleta maendeleo ya kimichezo na kuimarisha umoja wa kata yetu ya Lungu. Tukitambulisha kikundi cha Kwetu Walungu kwa jamii yetu na kuwasihi waungane nasi. Michezo safi. Nipende kuwashukuru sana wote mliohudhuria siku ya leo ya ufunguzi. Mungu awabariki sana. Inapotokea jambo lingine kama hili, msisite kushirikiana nasi. Karibuni sana. Lakini niwakaribishe pia kujiunga kwenye kikundi chetu kinachoitwa jina la Kwetu Walungu. Ni kikundi ambacho tunasaidiana kwenye mambo mbalimbali ikiwepo shida na raha. Karibuni sana. Naomba niwape namba ya simu, kama unaweza kuandika namba ya simu andika, ili unapohitaji kujiunga ujiunge. Kipindi hiki cha ligi inapoendelea, kiingilio ni 45,000, lakini baada ya hapo kiingilio kitakuwa ni zaidi ya 100,000. Karibuni sana. Namba ya simu ni 0768 62 5382, 0768 62 5382. Ukikuta niko bize niambie, naomba namba ya mwazi. Amekuja hapa, ngoja ataje namba yake. 07 62 31 7703. Rudia. 07 62 31 7703.